So, kwani, who is Rigathi Gachagua? Is he the new Raila? Is he just a character who came from nowhere and became who he is? The DCP party leader Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua recently, fearlessly, without fear of contradiction, he can say anything courageously, and is even ready to substantiate whatever he is saying. He has talked about the death of Dr. Nthenya was killed, and is very serious about it, to the point that he's summoning the police to go to his home in Wamunyoro, the DCI, so that he can write a report on the same. Where does he get the audacity? And who is leaking this important information to him? Even the information that deals with the matters of national security of the country. He is very confident, saying that he knew those people who killed Nthenya, and is ready to reveal their names. He has said that those people that were involved in the organization of the killing of the doctor, now they will be lynched one by one, and they must write a report ASAP, because if they fail to do that, they are going to disappear. And he courageously say that, and I wonder, why is he not arrested? And where does he get the audacity to interfere with the investigation that is happening in the country, which would be wise if it will be handled by this year. Tawanywa to go to different places. Nao wanasema wameumizwa, wataongea. Sasa hao polisi nataka niwaambie leo, imeamuriwa ndio evidence iishe, wasikuje kuongea hata siku moja. Watatafutwa wote moja moja, watauawa. Hawa wa Nairobi Sierra, wherever they are. Mkomen amesema watafutwe moja moja, wapigwe wote, wa erase evidence. So what I'm advising those police officers, muingie haraka, mutangaze, you confess what you did, useme nani alimwambia, then mukimbie kwa unit inaitwa witness protection, so that muchungwe, musiwawe. Mukiendelea kutembea na mumenyang'anywa silaha, mutaanza kuuawa moja moja. So what is happening, Reverend, in our country, ni kwamba polisi ndio wanatumika na serikali kuua Wakenya. Huyu DCI Mohamed Amin kazi yake ni cover up. Hapo Mount Elgon iko mtu alikuwa anasimama kiti hapo, ameuawa. Family wamenitafuta, Rigiji, tangaza, DCI is covering up wale watu ambao wameua huyu alikuwa anapigania kiti hapo Mount Elgon. So that is the problem we are having as a country, ya kwamba serikali ndio inaumiza Wakenya, na ndio tunasema tourists are not safe, investors are not safe, na hiyo ndio tatizo ambayo tuko nayo. Na mimi nauliza William Ruto, wewe rais, hata kama umeharibu uchumi, umeharibu afya, umeharibu masomo, hii maneno ya kuambia polisi waue watu wa Kenya, jenzi uliua, wale walibaki ulisema wapigwe risasi kwa mguu. Sasa umetengeneza kikosi, ati mtu akikosana na mtu mwingine anaenda analipa polisi wanaua yeye. Sasa what kind of a country are we having as Kenya, where the police are assassins for hire? Ati mchungaji ukikosana sasa na huyu mama, huyu nimekalia kiti yake, mimi najua mwezi kosana, napeana tu mfano. Huyu mama anatafuta pesa, naenda Kikuyu, analipa polisi wanakuja wanapiga wewe. Iko Reverend wa PCA anaitwa Dumia pale Nakuru, ameuawa na hao polisi. Iko yule Rachel Wandeto, yule alipigwa acid, ameuawa na hiyo polisi. So we are having police that are killing people in the country. DCI Mohamed Amin, kazi yako ni cover up. Siku nimemtangaza anajaribu kuambia Wakenya, hata hiyo watu waliongea na simu na Rigiji, anafikiria Wakenya ni wajinga. Sasa Rigiji ataongea na hao watu na Eddie anatangaza ile watu wameua watu.
So tunauliza wewe William Ruto, tafadhali, hii maneno ya kutumia polisi kuua watu, hii maneno ya cover up by DCI must come to an end. And we are asking the international community to intervene, because this country is not safe for anybody. Even the ambassadors and their staff who are here, they are not safe. These are killers on the run. Sasa kama how two police officers wameshikwa, wamewachiliwa. These are dangerous people. They are assassins. They have killed people and they continue to kill others. So ndio tunaambia watalii, ngojeni kidogo. Investors, ngojeni kidogo. Iko shida katika nchi yetu. Mimi ndio nimalize niongee kidogo tu ya nyumbani. Moja tu ya nyumbani. Niseme nimeona huyu Kindiki akisema, sina shida na Rigiji ndugu yangu. Siku alikuwa ofisi nilimheshimu. Tulikosana tu alipotoka akaniambia nitoke. Sasa Rigiji alitoka, siweni walimtoa. Sasa nikuulize wewe Kindiki, wewe uliniheshimu namna gani? Na siku nimemaliza pombe ilikuwa imeisha, haijaisha? How powerful has this Rigiji become all of a sudden that he can just say anything and nothing happens to him, and is making a lot of people beginning to believe whatever he says. Some people online are saying that if Rigiji tells you that your wife is pregnant, it is good to start buying Pampers instead of asking how and when she got pregnant. So Rigiji, he once referred to himself as a truthful man, and Kenyans are beginning to believe whatever he says, especially this matter that deals with Dr. Mutiso. He's very confident about it.